Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi rahmani rahim, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake na baraka zake alizotujalia katika maisha yetu, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze katika njia iliyonyooka na kutufanya sisi tuwe miongoni mwa wale ambao watakaofanikiwa hapa duniani na kesho akhera. Je, nikikueleza kwamba watu watatu wa kwanza ambao watahukumiwa na kuingizwa katika moto wa Jahannam kesho akhera watakuwa ni yule ambaye aliyekufa shahid, na yule ambaye aliyekuwa ni mwanazuoni mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati ambapo akiishi hapa duniani, na yule ambaye alikuwa ni tajiri karimu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani. Je, utafahamu kwamba hao ndio watakaokuwa miongoni mwa watu watatu ambao watakaoanza kuingia katika adhabu ya moto wa Jahannam kesho akhera, na wala sio yule ambaye alikuwa mwizi, yule ambaye alodhulumu, ama yule ambaye alifanya dhambi nyingine. Haya ni mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaeleza katika miongoni mwa hadithi zake pindi ambapo alipokuwa akiongelea suala hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza, anasema kupitia kwa Abu Huraira radhiallahu anhu. Abu Huraira radhiallahu anhu siku moja alizungumza na akasema ya kwamba nilimsikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema, wa kwanza kuhukumiwa siku ya Kiyama atakuwa mtu aliyekufa kama shahid, ataletwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na baada ya hapo atakumbushwa juu ya neema ambazo alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na baada ya hapo atakuwa ni miongoni mwa wale ambao watakaokubali juu ya hizo neema ambazo Allah aliwapatia hali ya kwamba walipokuwa hai hapa duniani. Kisha ataulizwa, ulifanya nini kuonyesha shukurani kwa ajili ya hayo ambayo Allah alikujalia katika maisha yako? Na baada ya hapo atajibu na kusema, nilipigania njia yako ya Rabbi mpaka nikauliwa hali ya kwamba ni shahid. Allah subhanahu wa ta'ala atasema, umedanganya, umezungumza uongo, ulipigana ili watu wakuite jasiri, nao wamefanya hivyo, kwa maana ya kwamba watu walikuita jasiri kutokana na hicho kitendo ulichokifanya. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala ataamrisha kwamba achukuliwe na aingizwe katika moto wa Jahannam. Baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kisha mtu ambaye alipata na kutoa elimu na kusoma Qur'an ataletwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atamkumbusha juu ya neema ambazo alizompa katika maisha yake, na baada ya hapo mtu huyo atakuwa ni mwenye kuzikubali hizo neema ambazo alizoelezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha ataulizwa, ulifanya nini kuonyesha shukrani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hizo neema ambazo Allah alizokupa katika maisha yako? Mtu huyo atajibu, atasema, nilipata elimu na kuifundisha na kusoma Qur'ani kwa ajili yako ya Rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia, umesema uongo, ulipata elimu ili watu wakuite msomi, na ukasoma Qur'ani ili wakuite msomaji mzuri wa Qur'ani, nao wamefanya hivyo. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala atamrisha, na baada ya hapo atachukuliwa na kuburuzwa na kuingizwa katika moto wa Jahannam. Na mtu wa tatu Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza kwamba ataitwa ni yule ambaye aliyepewa utajiri mwingi katika maisha yake, na ataletwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atakumbushwa juu ya neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alimpatia katika maisha yake, na baada ya hapo atakubali hizo neema ambazo Allah alimpatia hali ya kwamba alipokuwa katika maisha yake hapa, maisha yake ya duniani. Ataulizwa, ulifanya nini kuonyesha shukurani kwa hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuneemesha nayo katika maisha yako? Atajibu, atasema ya kwamba sikupuuza njia yoyote kati ya hizo ulizopenda utajiri utumiwe kwa ukarimu kwa ajili yako ya Rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala atasema, umedanganya, ulifanya hivyo ili watu wakuite mkarimu, nao wamefanya hivyo. Kisha itaamrishwa kwamba achukuliwe na kuingizwa katika moto wa Jahannam. Subhanallah, hawa ni watu ambao sasa hivi tukielezwa habari zao katika maisha yetu, basi tunatamani kuwa miongoni mwa hao. Lakini leo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hawa ndio watakuwa ni watu wa kwanza ambao watahukumiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira, na ndio watu wa kwanza ambao watakaoingizwa katika adhabu ya moto mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunajifunza nini juu ya hadithi hii? Jambo la kwanza tunajifunza ni suala la nia ya ikhlas, kwa maana ya kwamba kuwa na nia ambayo ilikuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala.
vitendo ambavyo tunavyofanya katika maisha yetu tuvitende kwa kuanza kuwa na nia kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tusifanye kwa ajili ya kutaka kuwaridhisha watu, maana tukianza na nia aina hiyo, basi bila shaka matendo hayo hayatokubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza ndani ya Qur'ani, anasema wama umiru illa liya'budu Allah wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema nao hawakuamrishwa kitu ila wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtakasia dini yake, mukhlisina lahu din. Jambo la kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala anasema itakasiwe dini yake, kwa maana ya kwamba ikhlas ni suala la kwanza katika matendo ambayo mwanadamu atakayotenda mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Bila ikhlas, bila kufanya hilo jambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi tendo hilo litakuwa na dosari na wala halitokubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbali ya hayo, jambo la pili ambalo tunajifunza ni suala la hatari ya ria, huku kujionyesha. Kwa maana kwamba mtu unapofanya jambo lako kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi usifanye kwa sababu ya kwamba unataka kuonyesha watu. Leo kuna watu hawatoi sadaka katika maisha yao isipokuwa mpaka wawepo watu mbele yao ili wapate kuwasifia. Leo kuna watu hawasali sala za sunna isipokuwa lazima wasali katika hadhara ya watu ili wapate kusifiwa, watu waseme kwamba huyu ni mcha Mungu, mashaallah. Leo unakuta watu hawasomi Qur'ani isipokuwa mpaka katika hadhara ya watu, na hao wapo wengi miongoni mwetu, kwa maana ya kwamba ni lazima tuwe makini na ni lazima tupiane nasaha ya kuambiana kwamba matendo haya tunapotaka kuyatenda au matendo yoyote ambayo katika maisha yetu tunapotaka kuyatenda na kuyafanya kubalike mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi suala la kwanza, tusifanye kwa ajili ya watu, kwa ajili ya kujionyesha, bali tufanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini riaa ni jambo ambalo lipo ndani ya moyo mwanadamu, na hicho ndio kitu ambacho kilichokuwa chenye kuhofisha zaidi, kwa maana ya kwamba hatari kubwa iko hapo. Unajuaje kwamba huyu anasali kwa ajili ya kuonyesha watu, ama anatoa sadaka kwa ajili ya kuonyesha watu, ama anafanya tendo jema kwa ajili ya kuonyesha watu, ama kwa ajili ya kumridhisha Allah? Hamna mwenye kujua hayo isipokuwa ni mtu mwenyewe ndani ya moyo wake. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaizungumzia ria, alizungumzia kuwa ni jambo ambalo lilikuwa limejificha ndani, kiasi kwamba kuliona jambo hilo si rahisi kabisa, kwa maana ya kwamba si rahisi kujua kwa kumwangalia tu mtu kwamba huyu anatenda ria, lakini mtu mwenyewe anajijua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ni muhimu sana kujiangalia, je, haya ninayatenda kwa ajili ya kujionyesha ama kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza ndani ya Qur'an, anasema fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun, basi ole wao wanaosali lakini ambao hawazingatii sala zao, wale wanaonyesha matendo yao. Allah subhanahu wa ta'ala amewaonya watu ambao hawazingatii sala zao na watu ambao wenye kuonyesha matendo yao, kwa maana ya kwamba wanafanya hayo matendo si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa ajili ya kuonyesha watu wengine na kupata sifa kutoka kwa watu wengine. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu. Na vipi unaweza ukakaa na ukajiuliza ama ukataka kugundua ya kwamba ndani ya moyo wako kuna hii ria ama kuna chembe za ria za kujionyesha? Ni pale ambapo unapoona uzito, pindi ambapo uko peke yako kufanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unapoona uzito pindi ambapo unataka kutoa sadaka na hamna mtu mbele yako, basi ukaona uzito juu ya swala hilo, huoni raha, huone kwamba unanufaika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukiwepo katika hadhara ya watu unakuwa ni mwepesi sana. Basi ukiona moyo wako upo katika hali kama hiyo, ni lazima uangalie kwa umakini sana, na ikiwezekana kuanzia hapo jitahidi ufanye amali mbalimbali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na zile ambazo zinawezekana kuzifanya kwa kificho basi zifanye kwa kificho. Mfano wa hayo kwamba badala ya kusali sala za sunna msikitini, basi zisalie nyumbani wakati uko peke yako baina ya wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, ili kuweza kutrain moyo wako, ili
uweze kufanya moyo wako uanze kugeuka na uwe unafanya matendo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na si kwa ajili ya kutegemea sifa kutoka kwa watu. Hili ni moja katika jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelizungumzia sana kwa masahaba zake radhiallahu anhum. Na mbali ya hayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kuweni makini sana na shirki hii, shirkul asghar, ni shirki ndogo, shirki ya kujionyesha, arriya, kwa sababu hii ni moja katika jambo ambalo litakalomfanya mwanadamu apate hasara iliyokuwa kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa miongoni mwa wale ambao watakaopata adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Madhara ya ria utakapokuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira, wakati umebeba zigo ya matendo yaliokuwa mema nyuma yako, basi elewa ya kwamba hayo yataanza kupeperuka wakati huo kesho akhira, kutokana na kwamba ulikuwa kuyafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atakwambia, nenda kwa wale ambao ulikuwa ukiwaonyesha, nenda kwa wale ambao ulikuwa ukitegemea kupata sifa kutoka kwao, ili wakulipe kutokana na hayo matendo mema ambayo ulikuwa umeyafanya. Kwa hiyo mtu hatopata thawabu yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata tendo lenyewe likiwa kubwa la aina gani, kwa maana kwamba ria inaharibu kabisa matendo yaliokuwa mema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yanakuwa hayana thamani yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mbali ya hayo, mwanadamu huyo dhambi zake zinabakia kuwa pale pale, na ndipo hapo mtu atakapotokomea katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika njia iliyonyoka na atufanye kuwa miongoni mwa wale ambao wenye kuzingatia hilo. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an anazungumza, anasema, ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi mlioamini. Tazama, anazungumza na waumini, enyi mlioamini, msije mkaziharibu sadaka zenu kwa masimbulizi na mauzi, kama anayetoa mali yake kwa kuwaonyesha watu, wala hamuamini Allah subhanahu wa ta'ala wala siku ya mwisho. Yani usije ukawa miongoni mwa watu ambao wenye kujionyesha unapofanya matendo mema katika maisha, kama wale ambao watu watatu Mtume sallallahu alaihi wasallam waliozungumzia: shahidi, tajiri, pamoja na yule ambaye alikuwa ni msomi wa Qur'an. Subhanallah. Lazima tuwe makini katika maisha yetu. Haya matendo tunayofanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tusije tukayapoteza thamani yake kutokana na kusubiria sifa kutoka kwa watu, kutokana na kulewa na masuala ya kujionyesha mbele za watu. Na leo unakuta kuna baadhi ya watu ama kuna wengi ya watu hawafanyi jambo jema isipokuwa mpaka wawepo mbele za watu. Subhanallah. Na wakiwepo wao baina yao ama wakiwepo katika maisha yao wenyewe binafsi, basi unawakuta hawana uchamungu huo mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakiwepo mbele za watu, subhanallah, unawakuta hawa wanaishi kama vile masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo baya, na wallahi hili litawaharibia wengi kesho akhera, na ni lazima tuwe makini nalo katika maisha yetu. Lakini mbali ya hayo, jambo la tatu, tunaona ya kwamba hawa walijidanganya katika maisha yao, walijidanganya kuhusiana na uhalisia ulivyo. Hawa waliamini ya kwamba walikuwa wakimtumikia Allah subhanahu wa ta'ala juu ya matendo yao ambao walikuwa wakiyafanya, lakini nia zao zilikuwa si za kweli, kwa maana ya kwamba yale yalikuwa ndani ya mioyo yao yalikuwa si ya kweli. Na hili ni moja katika jambo ambalo inabidi tulizingatie kwa kidhati kabisa, kwa maana ya kwamba huwa saa nyingine tunajidanganya, mimi ninafanya matendo mema mengi, tunajisahau mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba huchungi ile mipaka ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliiweka. Saa nyingine unafanya jambo kwa maksudi, tendo jema lilokuwa zuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala unalifanya kwa maksudi mbele ya watu, ili mradi watu wazungumze kitu kizuri kuhusiana na wewe. Hili ni suala ambalo inabidi tuwe makini nalo sana, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameweka mipaka ya sisi kuweza kukubali amali ambazo tunazozifanya mbele yake, bila sisi kuchunga hiyo mipaka, ikiwa kulifanya kwa ajili ya ikhlas mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wala sio binadamu, basi bila shaka tutakuwa miongoni mwa wale ambao wenye kupoteza thamani juu ya hayo ambayo tulikuwa tunayafanya katika maisha yetu. Lakini baada ya hayo, tuelewe ya kwamba
huku kupata sifa, utambuzi wa kijamii, haimaanishi ya kwamba wewe utakuwa ni mtu ambaye mwenye kuwa maarufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa watu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yule wa kwanza alikuwa shahid na alifanya alipigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili mradi kuonyesha watu kwamba yeye ni jasiri, na Allah anamwambia na umepata hilo ambalo ulikuwa ukilitafuta, kwa maana kwamba watu walikuwa kusifia kwa sifa hiyo. Wa pili ni yule ambaye alikuwa ni msomi wa Qur'an, akasema kwamba alifundisha Qur'ani kwa watu na alikuwa akisoma vizuri Qur'ani mbele za watu, na Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia ulipata sifa hiyo, kwa maana kwamba ulikuwa ukitegemea watu kusema mashaallah, huyu ni msomi mzuri, huyu ni qari mzuri, na watu walikupatia hiyo sifa kama vile ulivyokuwa ukitarajia katika moyo wako, wala ulikuwa hufanyi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawaadhibu, kwa maana ya kwamba kuwa maarufu mbele ya watu si sawa na kuwa maarufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unaweza kuwa maarufu katika huu ulimwengu, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukawa ni miongoni mwa watu wa chini kabisa, miongoni mwa watu ambao watakaotokomea mbele ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, anasema ndani ya Qur'an, anatuhusia, anasema bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema lakini nyie mnapendelea maisha haya dunia, ilhali akhira ni bora kwenu na yenye kudumu mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba akhira ni bora kwenu kushinda maisha haya duniani. Na hivyo msiji mkatafuta umaarufu duniani na mkaja kukosa umaarufu mbele Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira. Kama mnatafuta umaarufu, basi kuweni maarufu mbele Allah subhanahu wa ta'ala, na wala msije mkawa maarufu katika maisha haya duniani, kwani hayo hayatokufaeni mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira. Hivyo unapofanya jambo, fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama watu watakusifia, watu watakuwa na kuzungumzia, basi alhamdulillah, hiyo ni moja katika ishara ya kwamba hayo unayofanya ni mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini usije moyo wako ukawacha kufanya jambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na ukawa unategemea kupata sifa kutoka kwa watu. Na mbali ya hayo, Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kupitia katika hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anatufahamisha ya kwamba matendo yoyote yenye kufanyika bila ikhlas, basi itakuwa ni matendo ambayo yatakayotufanya sisi kuhukumiwa kinyume na vile ambavyo tunavyotarajia mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba itakuwa yatatoa ushuhuda dhidi ya mtu ambaye mwenye kuyatenda hayo matendo hayo bila ikhlas, ikawa huyu mtu amefanya kwa ajili ya matamanio yake, kwa ajili ya kuwaridhisha watu. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema, waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, nasi tutayaona matendo yao na kuyafanya kama mavumbi yaliyotawanyika. Bali hayo, katika sehemu nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, siku ambayo ndimi zao, mikono yao na miguu yao zitashuhudia dhidi yao kwa yale waliyofanya. Kwa maana ya kwamba matendo atakayokuja mbele Allah subhanahu wa ta'ala ambayo hayakufanyika kwa mujibu wa Allah subhanahu wa ta'ala anatuhitajia sisi kuyafanya, yatapeperuka mfano wa mchanga ma udongo kupeperuka, kwa maana ya kwamba atakuwa hayana thamani yoyote, hayana ujira wowote mbele Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira, na wala hayawezi kumnufaisha huyu mwanadamu. Lakini viungo vyake mwenyewe huyu mwanadamu ambavyo alivyokuwa akivitumia kwa ajili ya kutekeleza matamanio yake, kwa ajili ya kufanya matendo mbalimbali ambayo yalikuwa akienda kinyume na utaratibu Allah subhanahu wa ta'ala alioweka, basi bila shaka hivyo viungo vitatoa ushuhuda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utasema, ya Rabbi, huyu alinitumia mimi kwa ajili ya kufanya matendo haya yalikuwa si mazuri. Subhanallah, tuwe makini sana katika maisha yetu na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atusahilishie matendo yetu na atufanye sisi kuwa miongoni mwa wale ambao watakaotumia viungo ambavyo Allah alotupa katika maisha yetu, mwili huu alotupa katika maisha yetu kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na
Funzo la mwisho ni kwamba hamna jambo kubwa ambalo mwanadamu atakalolifanya katika maisha yake kama kuwa anaitakasa nafsi yake, moyo wake kila siku katika maisha yake. Allah subhanahu wa ta'ala ameyazungumzia mambo haya ndani ya Qur'an, akasema qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, amefaulu yule atakayetakasa roho yake na ameshindwa yule anaitia ufisadi hiyo roho yake. Kwa maana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka sisi kila siku tujiangalie sisi wenyewe, tujitakase roho zetu, tuzitakase nia zetu, tufanye matendo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ajili ya jambo jingine, kwa sababu tukifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala tutanufaika, na tukifanya kwa ajili ya mambo mengine basi hayatotupa manufaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hususan kesho akhira. Katika sehemu nyingine ndani ya Qur'an Allah anasema yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Allah anasema siku ambayo haitamfaa mtu yoyote mali wala watoto ila yule tu atakayemjia Allah kwa moyo uliokuwa msafi. Subhanallah. Hivyo tu miongoni mwa watu ambao wenye kuzitakasa nia zetu kila mara, kwa maana kwamba kabla hujafanya jambo basi angalia nia yako kwanza, ili uone je, unafanya kwa ajili ya Allah, na kama unalifanya kwa ajili ya Allah basi hilo litakunufaisha, itakuwa ni ibada, itakuwa ni jambo ambalo lenye thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani na kesho akhira, litawekwa baraka na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atakuangalia wewe kwa jicho lake la rehma, atakupa ulinzi katika maisha yako, na atakufanya ama atalifanya hilo jambo litakuwa ni jambo lenye kukunufaisha wewe mno kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tu miongoni mwa wale ambao watakaokuwa wenye kuzitakasa nafsi zetu na kuwa miongoni mwa wale wenye kufanya matendo yetu kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze katika njia iliyonyoka. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.